Okay, bwana, mitazamo hii sio sahihi kwenye swala la kifedha. Watu wengi sana wamekuwa na mitazamo hii ambayo mitazamo hii sio sahihi kabisa kwenye swala la kifedha. Mtazamo namba moja, huu mtazamo ambao watu wengi wanaamini kwamba utajiri umeombwa kwa watu maalum. Lakini swala hili hapana, yeyote anaweza akawa tajiri. Kwa nini? Kwa sababu tajiri vitu ambavyo walivifanya na wewe ukivifanya basi unaweza kuchukua nafasi ya kuwa tajiri. Na vitu ambavyo walifanya ni walitatua matatizo ya watu, lakini pia vitu vingine walifanya vitu vile ambavyo vina thamani. Kwa kufanya hivi vitu na wewe unaweza kuwa ni miongoni mwa matajiri. Lakini pia swala lingine ni kuamini kwamba fedha ni za watu wachache. Sasa hili swala sio sahihi, kwamba fedha sio za watu wachache, kwamba hata wewe pia unaweza ukawa ni mmoja wapo pia ukashika fedha, kwa sababu unaweza katika hii kauli kwamba fedha ni za wachache, basi na wewe uwe ni mmoja wapo wa kuwa na fedha hizo. Lakini pia swala lingine ni kuamini kwamba kuwa na fedha nyingi ni anasa, lakini kiuhalisia sio sahihi, kwamba profesa ambaye aliandika kitabu Next Door, bwana Profesa Stanley alisema kwamba matajiri wanaishi maisha yale ambayo ya kuonekana kwamba ni maskini ili watengeneze fedha. Kwa hiyo kama unaishi maisha ya kujionesha, hiyo sio sahihi kwenye swala la kifedha. Kwa hiyo ukiangalia ni moja kati ya mtazamo ambayo sio sawa. Lakini pia swala lingine ni kuamini kwamba watu ambao wana fedha nyingi hawana madeni. Sasa mimi nikuulize kwamba watu ambao wanaingiza kipato cha ₹500,000 wana madeni ya milioni 1, na watu ambao wanaingiza kipato cha milioni 5 wana madeni ya milioni 10. Kuna tofauti gani? Kwa hiyo kiuhalisia sio sawa kwamba ukiangalia kiasi cha fedha uweze ukalinganisha kiasi kikubwa au kidogo kwamba utakuwa na madeni. Lakini pia mtazamo mwingine ni kwamba kuamini kwamba utakuwa makini mpaka siku utakapopata fedha nyingi, lakini kiuhalisia hapana. Fedha hiyo ndogo unaweza kufanya mambo makubwa. Kwa mfano kama ukichukua hesabu labda kwa unapoteza 2,300 tu, labda mwingine anatumia 2,300 kwa matumizi ambayo sio sahihi. Ukipiga hesabu kwa mwezi ni kama 69,000. Lakini ukipiga kwa mwaka unapata kama 828. Kwa hiyo kuna watu ambao walishindwa kufanya uwekezaji, kuna watu ambao walishindwa kufanya biashara kwa ajili ya kukosa tu hichi kiasi cha fedha hii. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaepuka hii mitazamo, kwa sababu ukiwa na mitazamo hii maana yake kwenye swala la fedha itakuwa ni changamoto kubwa sana. Bwana, mimi ni Robert Chilongola, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha. Asante sana.